wakati huu. Karibuni katika vipindi vyetu vya Royal Polyclinic. Kwa siku ya leo tutaenda kuzungumzia magonjwa ya kinywa na meno ambayo yanawaathiri watoto wadogo. Kama tunavyojua kwamba watoto wadogo wanaathiriwa na magonjwa mengi sana. Kuna magonjwa ambayo watoto wadogo wanakuwa wanazaliwa nayo, lakini pia kuna magonjwa ambayo watoto wadogo wanayapata katika ukuaji. Lakini pia katika lifestyle au baada ya watoto kuzaliwa, wakishakuwa wamekuja duniani, mara nyingi kuna magonjwa ambayo yanakuwa yanawaathiri. Kwa hivyo kwa pamoja leo tutaenda kujifunza athari za magonjwa hayo, ni namna gani yanaweza kuathiri watoto wadogo. Karibuni tujifunze kwa pamoja. Sasa magonjwa ya watoto ni mengi sana. Kama tulivyosema kwamba kuna magonjwa ambayo watoto wanakuwa wanazaliwa nayo au kitaalamu tunaita condition. Mtoto anaweza akawa tayari amezaliwa na upungufu wa viungo vya mwili au tayari anakuwa amezaliwa na tatizo. Lakini pia kuna condition au tunasema kwamba developmental disorder kitaalamu. Mara nyingi hivi vinatokea baada ya mtoto kuzaliwa. Kama tunavyojua kwamba katika ukuaji mtoto anapokuwa amezaliwa bado anakuwa anaendelea katika ukuaji. Kwa hiyo mara nyingi huaga kuna sehemu za mwili mbalimbali ambazo tayari zinakuwa bado hazijakuwa vizuri. Kwa hiyo katika ukuaji wake huenda baadaye baadhi ya deformity au tunasema kwamba magonjwa yanaweza yakaonekana. Lakini pia tunasema kwamba kwenye lifestyle kama tulivyosema kwamba kuna magonjwa mengi, kwa mfano magonjwa ya kuoza kwa meno, lakini pia kuna magonjwa ya mafizi. Haya mara nyingi yanatokea kutokana na ile lifestyle na maisha ya kawaida ambayo tayari yanakuwepo katika maisha ya mtoto. Sasa katika magonjwa ya kurithi ni mengi sana na mara nyingi yanakuwa yameambatana au tunaita ni syndromic condition. Magonjwa ambayo ndani yake kuna magonjwa mengine. Kuna magonjwa ambayo ni common sana au kuna magonjwa ambayo mara nyingi yanakuwa yanaonekana kwenye jamii yetu. Na kwa siku ya leo tutajifunza magonjwa machache. Kuna ugonjwa mmoja ambao ni maarufu sana au tunaita condition ambayo ni maarufu sana, na hii wanaita mdomo sungura. Kitaalamu hii wanaita mara nyingi wanasema inaweza kuwa ni cleft palate au ni cleft lip. Kwa katika lugha yetu ya nyumbani tunaita ni mdomo sungura, na hii mara nyingi huaga inatokea pale ambapo mataya ya juu yanashindwa kuungana moja kwa moja, na hii inatokea moja kwa moja mpaka kufikia kwenye sehemu za lip ya juu. Kwa hiyo juu ya juu inapokuwa haijaungana moja kwa moja hupelekea pia na hizi lip za juu kutoungana moja kwa moja. Kwa hiyo kitaalamu hii condition au tunaita hili tatizo mara nyingi tunaita ni mdomo sungura. Lakini pia kuna ugonjwa mwingine ambao ni maarufu kidogo. Watoto wengi wanakuwa wanazaliwa nao, mara nyingi kitaalamu tunaita ni udata katika Kiswahili chetu, lakini pia kitaalamu tunaita ni tongue tie. Sasa mtoto anaweza akawa amezaliwa katika ile nyama ambayo inashikilia ulimi ya chini, mara nyingi hutokea inakuwa ni ndefu sana. Kwa hiyo inasababisha ulimi unakuwa hautembei kwenye kinywa, maanake ulimi unakuwa umefungwa. Kwa mtoto anaweza akazaliwa pia na hii hali. Lakini pia kuna condition nyingine, inawezekana mtoto akawa amezaliwa tayari ana meno. Kitaalamu tunaita nylon teeth au tunaita meno ya plastiki. Kwa mtoto anaweza akawa amezaliwa tayari ana meno, au pia akawa amezaliwa baada ya mwezi mmoja ukajikuta mtoto tayari anakuwa ana meno. Sasa kitaalamu kutokana na hayo magonjwa yote ya kurithi ambayo tumeyataja hapo juu, la kwanza tumesema kwamba kuna mdomo sungura, lakini pia kuna udata, lakini pia kuna ugonjwa ambao unaitwa au kuna condition ambao tunaita ni plastic teeth au tunaita nylon teeth. Na haya ni meno ya plastiki ambayo mara nyingi yanakuwa yanaonekana baada ya mtoto kuzaliwa au katika kipindi kile cha kuzaliwa. Sasa kama tunavyojua kwa kawaida, mara nyingi sana ni kwamba kuna vipindi viwili vya uotaji wa meno. Kuna kipindi cha utoto, lakini pia kuna kipindi cha utu uzima. Mara nyingi kwenye kipindi cha utoto
Meno mara nyingi huota pale ambapo mtoto anakuwa amefikisha miezi 6. Akifika miezi 500 mpaka 6, mara nyingi mtoto anakuwa anaanza kuota meno. Lakini pia kuna watoto wengine wanachelewa mpaka miezi 9, anaweza akawa bado anaota meno. Baada ya hapo inaweza ikasogea mpaka miaka 2. Haya yote yanakuwa ni kipindi cha kuota meno ya utoto. Lakini pia baada ya hapo tunaingia kwenye setting au tunaingia kwenye kipindi cha uotaji wa meno ya utu uzima. Na meno ya utu uzima mara nyingi yanatokea kuanzia miaka 6 mpaka miaka 7. Kwa hiyo uotaji wa meno unaendelea mpaka miaka 18 mpaka miaka 25. Sasa katika vipindi vyote hivi hapa kuna mabadiliko mengi sana ambayo tayari mara nyingi yanakuwa yanatokea kwenye mwili. Kwenye vipindi vyote hivi vya uotaji wa meno, kama tulivyosema kwamba kunatokea mabadiliko mbalimbali ambayo mara nyingi yanaweza pia yakaleta mabadiliko ya kimwili. Lakini pia kuna kama myth au hizi ni kama tabu, na ni msemo au ni maneno ya watu mara nyingi yanakuwa yanaendelea kwenye mitaa ya watu. Sasa mara nyingi mtoto anapokuwa anaanza kutambaa miezi 5 mpaka miezi 6, ndicho hichi kipindi ambacho mara nyingi mtoto anakuwa anaanza kuota meno. Sasa katika hichi kipindi chote waga kinakuwa kinaambatana na magonjwa mbalimbali ambayo tayari yanakuwa yanamuathiri au yanampata mtoto. Na mara nyingi unaweza kukuta mtoto anakuwa anaharisha na anakuwa anapata homa za mara kwa mara. Sasa watu wengi wanahusisha uotaji wa meno na kuharisha na kupata homa. Kitaalam huenda kukawa kuna mahusiano, lakini sio mahusiano wa moja kwa moja, na sio kweli kwamba mtoto anapokuwa anaanza kuota meno anaweza akapata magonjwa ya kuharisha na magonjwa ya tumbo. Sio kweli kwamba mtoto anapokuwa anaanza kuota meno anaweza akapata magonjwa ya kuharisha au akapata homa za mara kwa mara. Ila kitaalam tunasema kwamba katika kipindi cha uotaji wa meno, hichi kipindi cha kuanzia miezi 5 mpaka 6, mtoto huaga tayari anakuwa katika kipindi cha kutambaa. Kwa hiyo anakuwa na zile movement au anakuwa anajongea, anaenda, anaweza kushika vitu mbalimbali. Lakini pia katika kipindi hichi, kwa sababu pia ni kipindi cha uotaji wa meno, mara nyingi mtoto anakuwa anawashwa na mafizi. Kwa hiyo hii humpelekea akaweza kula vitu mbalimbali ambavyo vingine vinaweza vikamletea madhara na vinaweza au anaweza akachukua bakteria kutoka kwenye mazingira na akapeleka katika mwili wake. Kwa hiyo hii hupelekea huyu mtoto akapata baadhi ya magonjwa, akapata infection kwenye mwili wake, na ndipo pale ambapo mtoto anakuwa anaanza kuharisha na anakuwa anapata homa za mara kwa mara. Sasa kama tulivyozungumza kwamba kuna magonjwa ya kurithi ambayo tayari mtoto anaweza akazaliwa tayari ana tatizo, lakini pia mtoto anaweza katika ukuaji wake lile tatizo baadaye likaweza kujimanifest au kujionyesha kwenye ukuaji wake. Sasa kuna kipengele cha mwisho ambao mtoto anaweza akapata ugonjwa au akapata athari ya kimwili kwa sababu pia anaweza akapata ajali au pia katika lifestyle, au pia mtoto huenda katika kipindi chake cha utoto akawa ameumwa sana. Kwa hiyo matumizi yake ya dawa yanaweza pia yakaweza kuathiri afya yake ya kinywa na meno. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo mara nyingi waga yanaweza yakajitokeza, na ugonjwa ambao mara nyingi unakuwa unajitokeza ni ugonjwa wa kuoza kwa meno kwa mtoto. Na hii mara nyingi inaweza, kama tulivyosema kwenye vipindi vilivyopita, kwamba kuoza kwa meno kunasababishwa na vitu vingi, lakini lifetime kama hivyo tulivyosema kwamba utumizi wa madawa kwa kipindi cha muda mrefu pia unaweza ukaathiri uotaji wa meno na kinywa pia cha mtoto. Lakini pia kuna magonjwa ya mafizi ambao mara nyingi wanasema kuna juvenile gingivitis au tunaita gingivitis kwa magonjwa ya mafizi kwa mtoto mdogo. Kwa hivi vitu vyote ni athari ambazo mara nyingi huaga zinaweza zikajitokeza na kuweza kuwaathiri watoto kuanzia chini ya umri wa miaka 12. Msisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Lakini pia msisahau kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification ya vipindi vijavyo. Asanteni sana.